Yes bwana, Mwalimu Group Limited kama kawaida, leo tena tuko na incubator ya mayai 30 ambayo mteja wetu hapa ameweza kujichukulia. Karibu sana bwana. Asante sana. Ndio incubator yetu ya mayai 30 hii hapa, na hapa nipo kwa ajili ya kukuelekeza namna ya kwenda kuitumia incubator yako. Ndio. Yes, tutaweza kuitumia, ni rahisi sana kama unavyoweza kuiona, inakuofa kutumia pots ya sola. Kama umeme utakuwa umekata, unaweza ukatumia sehemu ya sola. Na hii ni sehemu ya umeme kama umeme upo constant nyumbani. Yeah, so kwa hatua ya kwanza kabisa tutakuelekeza namna ya kuifunga incubator yetu, unawezaje kuinstall. Tutaanza na hatua ya kwanza kabisa ya kutandika hizi rola zetu. So tutaanza kufunga rola. Anza kutandika rola. Itaanzia huku, ndio. Utakuja huku. Utatoka huku, kuja huku. Utatoka huku, kuja huku. Huku kwenye vidungushi ndo kunakuwa hizi zinabidi ziwe huku kwa ajili ya kugeuza mayai. Mayai yatakapokuwa yanafika dakika ya 120, hizi nani zitakuwa zinacheza. So wakati zinacheza hizi nani zitakuwa zinazungushwa. Hapo tumeshamaweza kupanga rola. Mayai yako utayaweka kwa urefu hivi mpaka yatakapoenea mayai 30. So utatandika hivi mpaka yatakapokuwa yameenea. Hatua inayofuata hapa tutaweza kuunganisha controller pamoja na body. Hii controller ndo ambayo ina control hali nzima hapo ndani. So tunachukua huu waya na connect kama hivi. Ndio. Kisha connect hivyo hapo umeshamaliza. Then utaweka hivi. Hatua inayofuata ni wewe sasa unachagua unataka kutumia umeme wa aina gani. Kama unataka kutumia umeme wa kawaida, basi utafungua nyaya yako kama hivi unavyoweza kuitazama. Ndio. Aiweka kama hivi. Au kama una umeme wa sola, basi utachukua hii utaiweka hivi, alafu utaenda kubana kwenye betri au sosi ambayo inaingiza umeme wako. Lakini sisi tunao umeme wa kawaida, kwa hiyo tutachukua hii nyaya na kuiweka huku pembeni kama hivi unavyoweza kuona. Ndio. Ukiweka tu incubator yetu inaunguruma, si ndio? Yeah. Kama unavyoweza kuiona hivyo, incubator yetu iko tayari kwa ajili ya matumizi. Joto unavyoweza kuiona, nyuzi joto zitasoma kuanzia 37.8 kushuka chini ni 37.5. So ita range kuanzia 37.5 mpaka 37.8 itakuwa nyuzi joto ya incubator yetu. Ni kawaida kabisa, yenyewe ni automatic, inajicontrol yenyewe. Wakati unyevu utakuwa una range 60, hiyo ndo kawaida yake, lakini unaweza ukatembea kuanzia 40 mpaka 85. Hiyo ni hali ya kawaida ya unyevu. Kama unavyoweza kuona, joto linazidi kupanda taratibu hapo. Huku ni joto, huku ni unyevu. Yes, huku ni joto na huku ni unyevu. Sawa. Matumizi mengine ambayo unaweza nikakuelekezea hapa ni kuna hii hapa taa, unaweza kuiona hapa. Ndio. Siku ya 7, ya 8, ya 9, ya 10 na ya 11 tokea umeweka mayai yako kwenye incubator, utachukua yai moja kwa ajili ya kulipima hapa kwenye tairi, kuangalia kama yai lina mbegu kwa ajili ya kufanyiwa hatua za wanasema hatua za kuliendeleza yai hapo ndani, yani kuprocess yai ili liweze kufikia hatua ya kuwa na kifaranga mpaka kuanguliwa. Likiwa halina kitu linakuaje, na likiwa lina kitu linakuaje? Hapo sasa nakwenda kuelekeza kama hivi. Kwa hiyo siku ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, ya 11 unaweza ukafanya hii process kwa kuwasha taa yako hapo. Unaona taa imewaka. So utachukua yai moja katika incubator, utalipima. Likiwa lina kitu ndani, yai litaonyesha matone au michirizi ya damu. So utaona kama kuna matone au michirizi ya damu. Yaani kiufupi, yai ukiliweka hapa, yai lenyewe ni jeupe ambalo halina mbegu, ni jeupe. Ukiliweka hapa
itabidi lionyeshe mwanga kuzuiwa, yani mwanga unashindwa kupita kwa sababu ndani kuna michirizi au matone ya damu. Lakini ukiona yai lote linaonekana jeupe, basi jue ndani hakuna mbegu. Kwa hiyo yai halitoweza kuleta matokeo yoyote hata likikaa muda mrefu sana ndani ya incubator. Sawa. Yeah, so utaweza kuwasha hii taa na kulitumia. Utapima yai moja moja, hakikisha yai ambalo lina mbegu ndio linaruhusiwa kurudi ndani ya incubator kwa ajili ya kuendeleza shughuli yako ya utotoleshaji. Hapo tayari kwa ajili ya matumizi ya taa. Hapa kuna nani ya joto, hii ni indicate ya joto ambayo inakuonyesha kwamba joto linafanyiwa process kama unavyoweza kuona inawaka hapo, na kwamba joto linapanda taratibu. Hii ya pili ni egg turn, mayai kugeuka. Kila baada ya dakika 120 ndani mayai yatakuwa yanageuka. Hii hapa kama unavyoweza kuiona kitakuwa kinawaka pindi mayai yatakuwa yanageuka. Na hii hapa, hii ni alarm kama ndani kuna changamoto inayojitokeza. Kama hapa joto halijafikia, alamu imewaka kwamba joto liko chini, kwa maana alamu imewaka. So joto utakapofika 37.5, 37.8 alamu inatulia. Unyevu utakavyokuwa vizuri, alamu inatulia. Lakini kama unyevu utakuwa juu sana, alamu itawaka. Joto litakavyokuwa juu sana, alamu itawaka pia. Au joto litakavyokuwa chini sana, alamu itawaka pia. So hivyo ndivyo unavyoweza kuelekeza katika dashboard. Tumemaliza. Tunapoelekea sasa ni hatua ya kutazama namna ya kuweka maji ndani ya incubator. Hapa chini utakutana na sehemu za kuingizia. So na hii hapa ndio drop ambayo utatumia kuweka maji ndani ya incubator. Hakikisha umeijaza hii na utakuwa unaingiza kwenye haya matundu. Hapa ni mara moja na hapa ni mara moja. Na maji haya utaweka kila baada ya unyevu utakavyokuwa umesoma chini ya 50. Yaani unyevu ukisha pungua ndio utaweka maji ndani ya incubator. So utakiweka humu utakuwa unaweka hivi namna hii. Tumemaliza katika kuweka maji. Inayofuata ni hapa spray ya mayai. Hii hapa utaitumia siku ya 18. Siku ya 18 utaweka maji humu, zeni utakuwa unanyunyiza ndani ya mayai ili kuilainisha ile shell au lile gamba la juu lilainike wakati kifaranga kitavyokuwa kinataka ulivunje ili kiweze kutoka. Ndio? So utaitumia siku ya 18. Mpaka hapo tutakuwa tumeshamaliza. Kwa maelekezo zaidi, aidha unapitia changamoto yoyote, sisi tuko tayari masaa 24 kukuhudumia. Wakati wowote utapiga simu kwa ajili ya kuuliza chochote au kutaka kuelekezwa chochote kile kuhusu incubator zetu. Karibu sana, tupo tayari kusikiliza wakati wote. Asante sana. Nashukuru.